awe mwanafunzi, ili akuzwe mtu. Bwana asifiwe. Na tuko kwa ibada ya vijana ambayo neno hili lafaa sana kwetu. Timotheo wa pili, 2 Timothy chapter 1 verse 6 and 7. Mstari wa 6 na 7. Bwana Yesu asifiwe. Haya, nataka uangalie. Mwangalia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nauliza, umeona hapa? Unaweza soma. Kwa sababu nataka tusome sisi wote. Kwa sababu nikisema kila mtu asome, kuna mwenye ana King James Version, kuna mwenye ana Good News, kuna mwenye sasa mtasoma vitu zingine usielewe vile tunataka. Haya, 1 2 3 twende. Amen. Lakini umesoma kwa hafifu na ulikula nyama jana. Lakini niwekee mimi nirudie ndio niende vizuri. Umesoma kwa hafifu ama jana imeisha. Kwa sababu hiyo na kukumbusha uitotee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo kiasi. Bwana abariki andiko. Baba, ninakushukuru, ninakuinua. Wewe ni Bwana wa mabwana. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote za maisha yetu. Hili ni neno lako Bwana, napo lifafanua likawe la maana, lenye nguvu na uwezo katika maisha yetu. Baba, hii ni pumzi yako Bwana. Asante kwa sababu unatuzungumzia. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Baba mwema au mama mwema anakuza mwanawe ili aweze kufaulu. Hakuna baba ama mama ambaye angelipenda kuona mwanawe awe wa kiume au wa kike akikosa kufaulu katika maisha haya. Kila mzazi ana ule utu wa moyoni kuona kwamba mwanangu amefaulu. Hata mimi mchungaji wako, I have a desire in my heart kwamba wewe ufaulu. Ndio maana nitaamka hapa asubuhi mapema nije niombe, si kwa ajili yako, kwa ajili ya wana wangu wa imani waweze kufaulu katika haya maisha. Kufaulu kwao ni kwa faida kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jinsi vile kufaulu kwa mwana ni kwa faida kubwa kwa mzazi. Na kumekuwa na watu kadha wa kadha katika Biblia ambao walikuza wengine, na wao waliowakuza waliweza kufaulu sana. Elia alimkuza Elisha. Naomi alimkuza Ruth. Yesu aliwakuza wanafunzi wake wale thenashara ama 12. Na mahali tumesoma Paulo ambaye alikuwa mmoja wa wale mitume, naye pia twasoma akimwandikia Timotheo waraka. Wasomi wa Biblia wanasema waraka huu ambao ni wa pili kwa Timotheo ulikuwa ni waraka wa mwisho
mwisho kabisa, maana Paulo alikuwa akingojea mauti, alikuwa katika kifungo na alichokingojea ni kuuawa kwa ajili ya Injili. Kwa hiyo alikuwa anaandika mambo ya dhati ya moyoni mwake kwa mwanawe wa imani ambaye walikutana akiwa katika safari yake ya kwanza ya umishonari katika mji wa Listra, na watu wakazungumzia Timotheo vizuri sana, wakisema jinsi alivyokuwa na nidhamu. Kwa hiyo Paulo akamchukua akamweka katika watu wale aliokuwa na safiri nao. Bwana asifiwe. Amen. Na Timotheo alikuwa mchanga sana, alikuwa mchanga, akamchukua akaona ni vema atembee naye na amkuze katika imani. Bwana asifiwe sana. Amen. Praise the Lord. Amen. Na imani pia, wewe ambao umeingia Jumapili hii ama Jumapili iwayo leo unayoingia katika mkutano wa Bwana, wewe unaingia ili ukaweze kukuzwa katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja uelekezwe uweze kufaulu. I want to believe that is your desire. Nataka niamini huo ndio msukumo wako wa kuingia PAE. Haujaingia hapa tukutengenezee gwaride ukikufa. No, hata mtu awaye yote kafiri uzima. Hata mtu ambaye na matusi kibao hakosi wa kumzika. So you are not coming here that when you die you be buried. No, you are coming here, unaingia uelekezwe, ukuzwe katika masuala ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Haujaingia hapa upate wanachama wa chama ya kununua nguo ya Krismasi. No, you have come here that you are meant to grow in the things of God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Kijana uliye hapa hujaingia kwa sababu wazazi wako wanaingia hapa. Umeingia uelekeze, ukuzwe, uwe mtu wa imani katika Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Paulo anamzungumzia mwanawe, anamwambia kwamba kwa sababu naielewa imani iliyokuzwa ndani, iliyokuwa ndani ya wazazi wako. Anasema mstari wa 6, kwa sababu hiyo na kukumbusha, kwa sababu wewe ni mwana wa imani, you are a child of faith. I am reminding you, ninakukumbusha, maana wewe ni mwana wa imani. Mwana wa imani ulione kwa mikono wako wapi? Unajua naweza zungumza na sina mwana wa imani. Mwana wa imani yuko. Sema amina kubwa. Amen. Anasema nakukumbusha ewe mwana wa imani, kwamba wewe Timotheo, wewe si mtu wa kawaida. You are not an ordinary person. Bwana Yesu asifiwe. Nisikie kutoka hapa. Hebu sema mimi si mtu wa kawaida. Pale mimi si mtu wa kawaida. Yes, you are not an ordinary person. Wewe ni mtu ambaye anajua Mungu. Mungu tofauti kabisa kama usiku na mchana. Maana wewe ni mwana wa imani. You are a child of faith. You are a child of faith. Wewe si mtu wa kawaida. Mwana wa imani ameshika neno. Mwana wa imani anatembea kwa kweli ya Mungu. Mwana wa imani hata matusi hayatoki kinywani mwake. Mwana wa imani anajua kujiendesha. Knows how to conduct himself or herself. A child of faith. Na ndio huyu mwana wa imani anakumbushwa na Timotheo na Paulo,
anamwambia wewe, na kukumbusha uitotee karama ya Mungu iliyo ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Wana wote wa Mungu, Mungu si mchoyo. God is not selfish, na hata kuwahi kuwa mchoyo. Na ndio maana kila mmoja wetu amempa karama yake. That's why kuna wanakwaya hapa na kuna mhubiri hapa na kuna mcheza kinanda hapa. Wewe ukiambiwa tena hiyo hauwezi, maana hiyo ni karama yake. Mimi nikiambia niimbe sitatoa sauti kama ya, maana hiyo ni karama yake. Mwingine amepewa karama ya usafi nyumbani mwa Bwana, mwingine amepewa karama ya ukaribishaji, mwingine amepewa karama ya kutia wengine moyo. Mungu si mchoyo. Mungu amepea kila mmoja wetu karama kutoka juu. Everyone is gifted of the Lord in the house of God. Na usikalie karama hiyo, itotee, pepeta, washa moto, karama ifanye kazi. Oh, I am speaking to somebody today. Chochea karama ambayo Bwana ameweka ndani mwako. Find the gift of God in your life. Haujaitwa hapa kupasha kiti moto. Don't walk the seat of the church. You are in the church to do the work of God. Amen. Chochea karama. Bwana asifiwe. Chochea karama. Wewe unajielewa vizuri. And you know where you are gifted. Wewe unajua ni karama gani Bwana ameweka ndani mwako. Bwana asifiwe. Amen. Chochea hiyo karama. Pepeta moto wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Kuna watu waliingia hapa miaka, lakini they are nowhere. Ukiona tunaambiwa mpaka tuonekane kwa list, ujue uko na shida. Maana hiyo kitu inatakana ikuje yenyewe. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Hallelujah. Ukiona unaanza kuambiwa wewe utembeaji na wengine, jua there is something wrong. Wana wa imani wanajielewa. Wana wa imani wanatembea kwa maandiko ya Mungu. Wana wa imani wanajua Baba anataka tufanye nini nyumbani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Paulo akamwambia Timotheo kwamba Mungu anamwambia kwamba wewe usiwe na uoga. Verse 7 anasema Mungu amekupa, kwanza anamwambia mstari wa 6, Bwana amekupa karama, uko nayo. Jambo la pili anamwambia kwamba Mungu hakutupa roho ya uoga. Ningeimba lakini macho ya watu hapa angalia wanatusema. Lakini ningetoa, lakini watu watasema nimefanya sana. Wacha uoga. Wacha uoga kabisa. Mungu hakutupa roho ya uoga. Cowardice. Wao achieve nothing. Wao hakuna kitu wanapokea cha maana. Waoga hakuna. Nataka kujua Mungu anadhamini sana watu ambao sio waoga. Anamwambia Yoshua, ukuwe hodari na mwenye moyo wa ushujaa. Amen. Kuwa hodari na mwenye moyo wa ushujaa. Mtu aliyeokoka, roho wa Mungu ako ndani mwake, ana roho wa ushujaa.
sio mtu mwoga. Mtu mwenye roho wa Bwana ako juu yake is a courageous person, a courageous man, a courageous woman, a courageous young man. Mtu ambaye ana roho wa Mungu juu yake. Ndio maana Daudi simba asingeleta mchezo mbele yake, maana roho wa Mungu alikuwa juu yake. Dubu haingeleta shida, maana alijua mwenye hapo juu yake. Goliathi angemshinda licha ya kuwa kijana mdogo. Yeye alijua roho wa Bwana amenisaidia na yuko pamoja nami. Kijana uliye hapo unaelekezwa, Mungu hana nafasi na watu waoga. Cowards. Praise the Lord. Cowards. Mungu hana nafasi na mtu mwoga. Mungu anatembea na mashujaa. Mashujaa wa imani. Watu walio ndani ya roho wa Bwana. Watu ambao hawaogopi. Wanasema kulia kushoto, Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Wana wa Mungu, iweni hodari. Iweni hodari. Ondoa uoga. Fanyia Mungu kazi. Mungu akikwambia lete kitu nyumbani mwa Bwana, usiangalie fulani atasema hivi na hivi. Ni Baba amesema na nyumba ni yako. Lete. Bwana asifiwe. Amen. Kama leo Mungu akizungumzia mdada hapa, akuletee dishes za kusaga, aseme mama director, roho wa Bwana inenena, kazi ya Bwana inaendelea. Utaanza kusema naje nikupea ruhusa? Ni Baba amenena. Au fikiri nasema ni Baba amenena, na hii ni nyumba yake, na hawa ni watoto wake, na ameweka salama ndani. Amemwambia tenda nyumbani mwa Bwana, akileta shukuru, mwekelee mikono, mwambie Baba akubariki zaidi, kazi ya Bwana isonge mbele. Praise be to God. Kanisa la Bwana haliwezi tapatapa mahali pamoja, na ninawapenda kazi. Church of God must move, maana Mungu anawana na wana wafanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ingia kwa bomba kama mzee wetu Shikado hapa, ukuta na slash anavia inatoka kwa mkono na anguka, na watoto wako wanapita na vitu kwa masikio wakifanya hivi. Unajua hii bomba iko taa, maana wana hawajui majukumu yao. Wana wa Mungu wafanye kazi nyumbani mwa baba yao ambaye ni Mungu. Uza mtu mwambie nitafanya kazi nyumbani mwa baba yao. Fanya kazi nyumbani mwa baba yao. Wacha roho ya uoga. Unaogopa nani? Unaogopa nani kwa utenda kazi? Hii ni kazi ya Mungu, na Mungu ni Baba na mimi ni mwana. Naogopa nani nikifanya kazi nyumbani mwa baba yao? This is God's house, and I'm a child of God. Na amenipa resources kufanya kazi nyumbani mwao. Woga ni nini? Amen. Watasema toa, hautolei mtu, unatolea Baba. Na Baba ni mwema sana, maana Baba akifurahi, anaporudisha mkono, anarudisha sawasawa. Bwana asifiwe sana. Hautajipata unaenda hospitali. By the way, nini kinapoteza pesa za watu nyingi? Ni magonjwa. Ukiambiwa saa hiyo na magonjwa utasumbuka sana, lakini Mungu amekutolea bills za magonjwa, si utamtolea? Bwana asifiwe sana. Anayeangalia afya yako anaona iko sawa, utamshukuru aje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumfanyie Mungu kazi bila uoga. Amen. Amen. Young ladies who are here,
wetu. Tumeona hapa jambo hili na hili tukisaidiana iko baya. Mungu anasema nyinyi ni wanangu, tufanyeni kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Praise be to God. You are a child of God. Wacha uoga nyumbani mwa Bwana. Hata kama sauti inaenda mbaya, unasikia tu wanakusumbua leo imba. Unajaribu sauti imepiga unaimba Jesus name wengine ukisema kamefungana kwa hiyo ni shauri yako. Bila mwambia I am happy today. So it's me who is happy. Mimi ndio nimefurahi. Wewe kama una shida na sauti yangu, shauri yako. Unajua kuna wengine wamekaa kwa mahali kekata. Ukipima hapo unaimba na nani? Anatoa ushauri na nani? Nani anakupea kazi ya duke? Nyumbani mwa Bwana. Hello. Bwana asifiwe. Amen. Wewe unakuja kupima wapi? Atina akasimama hadi na anaita. Mtu anaingia Mungu hapa anatikisha mabega hadi. Wacha nitishe ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Wewe kama yako iko stiff, shauri yako. Kama unajaribu kuinua inakwama hiyo ni yako. Omba Mungu akupe neema hata iinuke kidogo. Wacha kupimia watu nyumbani mwa Bwana. Hapa ni kweli kwa baba yetu anaitwa Mungu. Amen. Itika vizuri. Amen. Mungu hakutupa roho ya woga, bali roho wa nguvu, roho ya nguvu. The Holy Spirit. Ukitaka kujua roho wa Mungu ana nguvu. Shetani baada ya kusherehekea eti Yesu amewekwa kaburi. Akajua nimetoboa. Roho wa Bwana akatingiza kuingia tukio. Hata wale askari walikuwa wamelinda kaburi chini. Mtu anainuka chini, mwingine chini. Mawe au Yesu akatoka ndani ya kaburi. I am alive. Roho wa Bwana ana nguvu. Anatoa mtu kwa wafu. Akatoa Yesu kwa wafu. Yesu akasimama akasema nimekomboa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na roho wa Bwana yu ndani mwetu. When the Holy Spirit is in me. Unitingizi Bwana. Amen. Niwe ndani ya shida, najua nitatoboa. Niwe ndani ya mambo magumu, najua nina roho wa Bwana. Aliyemtoa Yesu kwa wafu yumo ndani yangu, na akiwa ndani yangu mimi ni mshindi. I am a winner in the mighty name of Jesus. By the Spirit of God, I am a winner, and you are a winner by the power of God. You are a winner by the Holy Spirit of God that resides in your life. Bwana asifiwe. Wacha kuaibisha Ukristo. We are an army of the Lord. Sisi ni jeshi la Bwana. Tuongozwe na Roho wa Bwana. Na Roho wa Bwana akiwa ndani mwetu, we are victorious. Amen. Mama jamani, usiwe na uoga. Usiwe na shida. Ili ni school fees kama Roho wa Bwana alitoa Yesu kwa wafu. What is school fees? School fees ni nini sasa? Sasa shughulikia. And my prayer today, and I'm speaking passionately, kutoka ndani mwa moyo wangu, kwamba Baba afungue milango. Nguvu za Roho zifungue milango. Pendo kate school fees. Januari ikifika, asije hata mtoto wetu mmoja atakaye kaa nyumbani. Roho wa Bwana afungue milango. Watoto waende shuleni. Wazazi wabaki na amani wakifanya kazi zao. Maana ana uwezo na ana nguvu. The Holy Spirit. The Holy Spirit. Uzako mwenzako mwambie maneno ya Roho. Achana nayo. Amen. Tumepewa roho wa nguvu. Roho wa nguvu. Mwenye nikingoja Bwana na nisimame hapa na niseme nafsi yangu ya kungoja Bwana kuliko walinzi
wangojea asubuhi. Mtu anapona, Roho wa Bwana anamgusa, pressure down, headache down, malaria down, unasimama umepona, maana Roho wa Bwana ni nguvu. Mungu hajatupa roho wa uoga. Child of God, you have power. Amen. Amen. Na Mungu anasema usijichanganye. Wacha kujichanganya na mambo ya domodomo hapa na pale. You are carrying kitu kubwa, something great in your life. The power of God, power of the Holy Spirit. Nguvu za Roho wa Bwana. Bwana changanya na maneno matupu, na Mungu akileta vitu mwambie najilinda. Yesu anitende mema. Mama nini? Enda na mambo yako. Go. Hakuna jela atakupeleka. Hakuna jela atakupeleka. Kataza mtu wa usabaha, anakuharibia nguvu ambazo zinataka kufanya kazi ndani yako. Mwambie out of my life. Wacha Roho wa Bwana atende. Amen. Amen. You have power. Child of God. You have power. Una nguvu. Kemea mapepo. Ambia shetani huna nafasi. You have no power in my house. Mimi ni mwana wa Mungu na amesema nitafaulu. Bwana akisema wewe shetani ni nani? Na unaishi kwa ushindi katika jina la Yesu. Amen. Amen. Atamwambia na pia roho upendo. Kama ni watu watakao waone upendo, ni sisi wana wa Mungu. Sisi wana wa Mungu tutembee kwa upendo. Love your brother. Love your sister. Amen. Sema amina mzuri. Hata tunapozungumzia mambo ya Jumapili ijayo ni kwa sababu ya roho upendo. Roho upendo ilikuwa katika kanisa la Bwana. Watu walileta vitu vyao. Hakuna mtu aliyekosa kitu. Maana hao walikuwa wana wa Mungu kweli kweli. Maana Roho wa Bwana alikuwa ndani mwao. Amen. Upendo. Amen. Amen. Upendo. Na ukiwa na Roho wa Mungu ndani yako, upendo si shida. Hata mtu akuangalia na jicho mbaya, bado anamwambia my sister Jesus loves. Amen. Lakini kama bado geji ya upendo inapanda, wewe utaanza nani niangalia aje? Na alikuwa ananiangalia, nimemwangalia. Kwa nini mwangalie Mungu tena? Wewe una Roho wa Mungu. Maana sifiwe. You have the Spirit of God in you. Akikuangalia mbaya, unajua tuko usitani asubuhi dada yangu. Roho wa Bwana tenda kazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukirudi unajua Mungu anajua kuosha watu wake. Mungu anajua kuosha. Mungu atakuosha tu hii Desemba. Ukipita mahali unasikia mama nani? Hukaji baya. Usianze kusema ukijua hapa ni nani? Hakuna, Mungu amekuosha. Hata wengine kuoneka jicho kabaya nasema hawa ndio wamebarikiwa. Na unasema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Kutembeleza Amen. Love. The spirit of love. Love one another. Yesu akasema amri kubwa nimewaachia, mpendane. Love one another. Love one another. Hiyo ndio nyumba ya Mungu. Watu wa upendo. Sasa tunaenda Christmas. Utakuta watu na pia yetu kuna kanisa zingine za kwamba na ile ibada Christmas carols. Nasikia Bwana Yesu kazaliwa pele. Leo mama juu. Na kutoka hapo hata kupea mtu kitu hata kazoea, lakini kuimba Bwana Yesu kazaliwa pele. Wacha unabii
Trafiki hakuna mahali pa kupeleka. Unakutana na mtu na mahali na ndani yako amenunua miguu mpya. Waka ndugu yako ngara. Yako inaku. Roho mbaya ni nini? Roho mbaya ni nini? Hebu mjako mtu kwa ndugu yako roho mbaya ni nini? Ningesema kwa Kiswahili, ningesema kwa Kiswahili, roho mbaya ni nini? Moyo mtukufu. Kwa Yesu asifiwe. Tunaona ile sawa. Wewe unaweza kuwa na roho mbaya kweli. Ukiongea kwa lugha za wao inaingia, maana lugha ya mama ikachanganywa na mai. One word is a sentence. Roho mbaya ni nini? Kwa Yesu asifiwe. Penda neno wapendwa wana wa Mungu. Love one another. That should be our spirit this Christmas. Love one another. Na akamwambia mwisho kwamba na huyu Mungu pia amekupa wewe Timotheo moyo wa kiasi. Moyo wa kiasi. Sio moyo wa tamaa. Mtu aliye na roho wa Mungu haendoki na tamaa. Ana kiasi. Anafanya vitu kwa kiasi. Haendi on the extreme. Kila kitu utafanya kwa kiasi. Hata kama wewe ni mrembo unataka kuweka makeup utafanya kwa kiasi. Hautapaka mdomo mpaka ionekane kama fresh wood na unafanya kiasi. Sijui tutarudi sasa. Tuliona mambo hapo director. Jana tukasema Mungu shuka. Hii si tabia yetu ya kujijia. Dada mmoja alienda akasimama kwa geta na nguo amekata siri mpaka hapa. Akasema pepo imetembea hapa. Pepo imetembea. Na wazee wamekaa pale na anaenda kusimama kwa geta na wapea nguo. Hii tabia gani? Wana wa Mungu ambao mnahudumiwa na watu, msifanye hiyo maneno. Msifanye hiyo maneno. Ukitaka kutembea hiyo tembea kwa Biblia yako. That was bad manners. Very bad manners. Shamasi kwa geti hapo na akasimama kabisa mgongo kwa kanisa. Wazee wamekaa pale kwa mbele. Tukaulizana what kind of nonsense is this? Nikashikwa na hasira ya roho. Nikasikia roho ananiambia God anasema mtu usikizi mambo ni mengi. Na wale people waliweka kwa TikTok. Anasema basi wewe unakuzana watu gani? Nikajilinda. Unaona nina roho ya kiasi. Nikajilinda. Kwa na kiasi. Don't go to the extreme. You are a child of God. Ukivaa kiheshima. Jistiri sawa. Maana una roho wa kiasi. Ndio mtu pasa ameduka kwenda. Tusisaidie shetani kufanya kazi. Let us not help the devil to do his work. We are not devil's agents. We are children of God. And we are born again. And we are washed with the blood. And we are isolating in the spirit of God. Tupopea katika roho wa Bwana. Tujilinde. Biblia ya kiasili vile ilikuwa naangalia ustadi nasema roho wa kujilinda. Roho wa kujilinda. Mtu wa Mungu ambaye ameelekezwa vyema hana shida kuelekezwa. Akiambiwa hili mbaya sana, thank you Holy Spirit. Umetuma mtu kurekebisha. Anasikiza. Lakini mtu akikurekebisha na unaanza kusema wewe ni mama yangu. Wewe ni mama yangu. Ni mama yako. Anafanya ile tunaita mentally kukuelekea.
Kwanza hii Christmas, young people jilindeni, young ladies jilindeni. Majambazi wamejipanga, watanyoa nywele nzuri, wapaka mafuta inametameta, mpaka unaanza kusema handsome man. Atakupoteza. Kuwa na moyo wa kiasi. Atakwambia unakupa bibi ni bwana ya mtu mmoja. Alafu siku hizi kuna vitu tunaitaka ile watu wa saluni. Yeye ndiye apakana nywele inabadilika rangi. Anaweka dawa. Be proud of my gray hair. It is appearing now. I'm proud of my bald disease. Siwezi panda vitu hapa sasa zibele na Mungu amesema sasa ni wakati wa nywele kuanza kwenda. Nabadilisha kala, yaani sina na mtoto kijana, hebu simama allen. I want to use you as an example. Simama. Sasa huyu kijana na mimi ni baba yake. Na nina features kama zake. Alafu ni kidumu kama yeye. Na anataka kwenda mahali. Sasa mimi napita hapo nasikia hiyo ni heshima kweli. Si nijinga wapendwa. Kwa sababu hii ni kaina gani tunataka kinidanganya niambie. Hapo hodi nasema hapana, hii ndugu sijui kwenye anatembea. Sasa mimi nimejikaza, akikaza jeans, hata mimi nimekaza jeans. Akiweka kepu, hata mimi nimeweka. Sasa vile natembea ndio sana jeans kama za. Alafu vile natembea na mimi natembea hivi. Napita mahali nasikia kabisa anasema wewe yaje. Na mimi baba. Kuwa na kia? Ayo lesson ninafikiri nimerudia vizuri. Kuwa na kia? Na wadada vile don't wear the same way your daughter is wearing. Utakuharibia heshima. Kuwa na kiasi. Naona kuwa mama utapita na msichana wako unanini sawa. Msichana wako unatembea sawa. Kama ni rangi ya mwili uko sawa. Kijana anatokea nyuma. Na unaperuka kijana anasuka. Zungumza kwenye hizo kijana anashika ni nani? Mama. Kuwa na kiasi. Kuwa na kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tuwe na kiasi. Ndio tukilea tunalea tukielekeza. Ndio kanisa liwe sawa, boma liwe sawa, nyumba iwe sawa. Na utukufu umrudie nani? Mungu. Amen. Amina. Praise the Lord. Sema moyo wa kiasi. Amen. Na neno nitaendelea. Simama. Thank you.
Thank you.